kipindi cha hayati Magufuli alitoa formula nyepesi sana kwamba watu ambao mitaji yao ni 200,000, 300,000, 400,000, 500,000 chini ya milioni 4 wawe na vitambulisho. Lakini serikali ni hii miaka 65. Lakini ule mpango ule baada ya Mheshimiwa Magufuli kufariki, ule mpango nao haupo. Wale wajasiriamali wadogo wamerudishwa tena kwenye shilingi 6,000 kila mwezi. Kitu ambacho tunachanganya watu, lakini hao watu unapowaambia tena wewe na leseni, wakati ukiangalia sheria ya kodi inamtambua mfanyabiashara ambaye ana mtaji wa kuanzia milioni 4 kwenda juu. Hao watu mmesema wewe na mtaji wa chini ya milioni 4. Huyu mtu tax clearance anaitwa wapi? TIN number anaitwa wapi? Leseni ya biashara anaitwa wapi? Wakati huyu mmemchukulia kama ni mjasiriamali mdogo ambaye analipa ushuru wa halmashauri husika. Kwa hiyo kuna contradiction ambazo zinafanywa na serikali. Mimi mapendekezo yangu tuwe na formality iliyo wazi ambayo watendaji wa vijiji na mitaa watawaambia direct watu wao. Lakini hizo fedha walisema wale wakopaji wa kwa mfano za halmashauri, wale wakopaji wa vikundi wao na wamechapisha mpango kazi wao. Baadaye watu wamechapishwa wameenda kukopa fedha wakaambia hatutaki mpango uliochapishwa. Tunataka mpango ambao umeandikwa kwa mkono. Halafu hizo fedha mnakopesha hao watu wenye ulemavu. Masharti mlioyaweka kwa watu wa kawaida mmeweka na kwa watu wenye ulemavu. Sasa mtu hawezi hata kutembea. Yeye amekaa tu pale, kutembea hawezi. Unamwambia atoke kule Makete nikutana na walemavu Mheshimiwa Festo wanatoka kilomita karibia 10 na kwenda halmashauri kupeleka hizo document. Masharti ni yale. Tofauti yake ni kwamba mlemavu anaweza kukopa peke yake, lakini masharti ya mwanasheria sijui yaandiko mtu haoni, unataka andika ataandikaje? Na asaini mwenyewe kwa mkono wake. Kwa hiyo issue sio fedha. Fedha naamini zipo. Issue ni complications za namna ya kuzipata hizo fedha. Jambo lingine, sisi Njombe Mungu ametubariki sana. Yaani mimi napata shida kuona taifa kama la Tanzania ambalo tumebarikiwa kila kitu, eti tunakosa fedha. Tunakosaje fedha nchi ambayo Njombe pale wilaya zaidi ya 4 zina madini? Sisi Makete kuna madini. Ludewa kuna madini. Njombe mjini pale kuna madini. Lakini ukiangalia kwenye taarifa zenu nchi nzima mmefanya survey ya 16% tu ya sehemu ambazo tunamiliki madini. Sisi leo hii Njombe hatukutakiwa kuwa na miradi yenye miaka 6 haijakamilika. Haikutakiwa Njombe tukose hela za kukamilisha eti barabara ya Ludewa Njombe. Mimi huwa natafakari kwamba ili kweli huwa tunakaa mezani na kutafakari kwamba hii nchi tumebarikiwa. Ile Njombe ile Mheshimiwa Spika, tuna miradi ya maji ya 2008 imekwama. Njombe ambayo ukiitazama kila kona, kila baada ya kilomita 1 Njombe unakutana na mto. Kila baada ya kilomita 2 unakutana na mto, huku mto. Wakati wa kampeni nilitafakari kitu kimoja. Wananchi wamefanikiwa kutoa maji bondeni kwenda kwenye vipalila. Sisi kule tuna kilimo maarufu kinaitwa vipalila. Viazi vya kumwagilia. Mwananchi ndani ya siku 10 ameshatega maji mtoni Mheshimiwa Spika, ameyapandisha juu kwenye mashamba yake eka 20. Nikawa na dakika zangu zimeisha. Okay, sawa. Nikawa najiuliza, inawezekanaje mkulima wa viazi tena darasa la pili anapandisha maji kutoka mtoni ndani ya siku 10 amesambaza kwenye shamba lake la viazi, halafu serikali ina mradi wa 2008 na haujaisha mpaka leo. Hivi inawezekanaje? Nikagundua, unajua Msukuma kuna vitu anaongeaga lakini ukimsikiliza vizuri unakuta kuna logic. Ingawaje huwa tunamcheka kidogo. Iko hivi, unakuta mkulima wa kawaida ambaye hana shule ana maarifa kuliko sisi ambao tuna PhD na madigrii. Nikasema basi kama inawezekana tuwe tunajifunza basi hata kwa hao watu ambao wao hawakwenda shule ila ni wakulima. Kwa hiyo ninapozungumza hivi na naomba na naipa ushauri serikali kwamba tunapoenda kutekeleza hii mipango basi tuangalie hata yale miradi ambayo yalikuwepo toka enzi hizo za Kikwete, Magufuli. Kuna miradi hiyo Njombe, labda kama hamna taarifa. Tuna mradi wa maji unaitwa Igongo wa 2008. Haya, ukija issue ya kwa mfano uwanja wa ndege. Uwanja wa ndege mimi nimekuwa diwani 2015, nimeukuta upo kwenye mipango kwamba tunataka uwanja wa ndege Njombe. Sasa hizi Njombe tuna wawekezaji wakubwa sana. Wanahitaji hiyo ndege ili waweze kusafirisha mazao yao na kuwahi issues zao. Mtu wa Njombe unaweza kumkuta amevaa ndala lakini ana billions. Kwa hiyo kupoteza milioni 1 kwenda Dar es Salaam akawahi bili wa milioni 800 haoni shida. Wanahitaji ndege Njombe. Mkatuambia baraza la madiwani
litafute eneo 2015 hiyo Mheshimiwa Spika, tukatafuta eneo na lipo mpaka leo, lakini mkatuambia tusimamishe wale wanaopatikana maeneo ya karibu na hiyo eneo ambalo tumehama sasa, wasiendeleze maeneo yao maskini. Tukawasimamisha watu wanaoishi karibia na uwanja wa ndege kwa hoja ya kwamba tunataka kuupanua. Miaka zaidi ya 5 wanatusubiri tupanue uwanja, hatujawahi panua. Baada ya hiyo miaka 5 kuisha, tumerudi tena tunasema hapa hatupanui, tunaenda uwanja wa ndege Kibena huko. Kwa hiyo ninapozungumza hivi Mheshimiwa Spika, issue ya uwanja wa ndege wa Njombe aliyozungumzia Mheshimiwa Deo sio ya jana, labda hawa mawaziri kwa sababu ni wapya. Mimi nimeingia kwenye baraza la madiwani 2015 nimeikuta na kuhamisha uwanja wa ndege tumepitisha sisi, eneo tumetafuta sisi. Kwa hiyo nashauri tunaomba uwanja wa ndege haraka, sio story mpya, ni miaka 18 huko sasa.